Yaani umeanza kazi, alafu uache kazi ukasome chuo cha Biblia. Na mimi sijui hii idea watu wanatoa wapi ya kuona kama vile watu wanaenda kwenye chuo cha Biblia kama ndio wanaenda kwa masikini. Hizi idea zimetoka wapi? Hizi idea zimetoka wapi? Mimi kama naendelea kushindana na ile roho. Nashindana. Kwa sababu nilikuwa napiga tasmini. Nasema ngoja kwanza nikae. Nipate ada. Nikishapata ada, nitafanya niko na mpango mingi. Mpango mingi sana. Naendelea kuchukua mfuko, nenda. Sasa ile kuku itanisidia mpaka nikasema sasa baada ya miezi kama miwili nitaenda. Ndio huo chuo kimebalika kama wiki mbili kufunguliwa. Nikasema hii miezi miwili sasa ngoja nipate ada ya chuo. Ndio tayari. Sauti ya Mungu kila siku inaniambia nenda. Ilitokea siku moja kwa shule tu ananipenda sana. Lakini ilitokea siku moja ndani ya wiki hiyo. Nakumbuka nilikuwa nimetoka nimeenda kuhudumia shule fulani ya karibu na hapo nilipokuwa nafanya kazi. Nimeenda kuhudumia ile shule kipindi cha nini, wakati tunarudi mkuu wa shule yule ananiita. Ananiambia sasa, nakumbuka neno la kwanza aliniambia, mimi naona sisi hapa tunakuchelewesha. Hapa sio mahali pako. Ninaomba kuanzia leo mimi na wewe hapa kazini hatukuhitaji. Na hakukuwa na kosa ambalo linaweza likanifanya nikafukuzwa kazi. Yaani nizingatia tu ile neno la kwanza. Naona sisi hapa tunakuchelewesha. Nikajua ni Mungu ameamua atumie njia sasa. Kwa sababu mimi bado nilikuwa nifanya na subiri. Sasa kumbuka nimefukuzwa mwisho wa mwezi. Hata mshahara kwa sikulipwa. Kwa hata ile miezi miwili ndio ambayo nimepigia mbele kama nipigie wa kwanza nipigie na wa pili nipate ile nikazana sikuipata. Kwa hata huo mwezi wenyewe sikulipwa. Sasa unajiona mbele tulikuwa tunaishi naye nyumbani yake na mwalimu zangu. Tulikuwa tuna mfumo kwamba mwezi huu mimi nikinunua chakula mwezi unaofuata ananunua yeye. Kwa tulikuwa tunaishi maisha hayo kama ya Mungu. Sasa huo mwezi ulioisha mimi ndio nilikuwa nimenunua chakula. Kwa maana huu unaoanza alitakiwa ununue yeye. Nakumbuka sasa mimi nimeachishwa kazi. Mwenye kazi ni yeye na hakununua akawa anakula hotelini. Ndao nimebakiza wiki mbili ndio chuo kinafunguliwa. Hapo ndao ndani chakula kimeisha. Na kazi sina. Nasema sasa hapa Mungu. Sasa ikabidi nianze kupanga maombi ya wiki mbili. Sasa hizo wiki mbili zote nitafunga. Ile alifikia. Hivi kama nafunga bila kula kabisa mafai yote 24 jamaa. Alafu hakuna maombi magumu. Kama yale ya unayofunga unajua sasa nimefunga kwa sababu hauna chakula. Watumisha maombi magumu. Hata wewe sasa hebu maombi magumu sana. Ni magumu sana. Nasema tazama mzee wa siku. Vipi? Siku ile na maombi mchungaji wangu akanipigia. Akaniambia sasa mwalimu, ninaomba jioni unakuja kunifundishia mtoto wangu tuition hapa nyumbani. Wewe unakuja jioni. Niambia sawa, haina shida. Sema mbona vile Mungu ameanza kujibu hivi. Haya. Kwa hiyo unapiga maombi ya kawaida mpaka saa 12. Saa moja nilienda kufundisha mtoto wa mchungaji nyumbani kwake. Na maliza kufundisha. Na wao wanamtumia nasema, "Hamna mtu hapa. Unatakiwa uondoke kumetea. Usiondoke kabisa." Yaani unajifanya kama unataka kuaga. Hivyo wewe unasema mama ndio ndio baki. Akasema watu pia baraka kuishi. Nikamwambia baba yeye, "Ni usijali, akutie baraka." Wewe unasema kwa kweli mama, Mungu amekuonyesha. Kama ni baraka nitazitia kweli. Wenyewe wanajua ninatia baraka. Kumbe ndio siku ya kwanza ile mwisho. Kwa zile wiki zote ninafunga maombi ya masaa 12. Jioni kwa mama mchungaji anajua ninatia baraka. Kumbe ndio inafungulia.
nikaanza chuo cha Biblia. Naanza chuo cha Biblia. Watu ambao mimi nakutana nao pale, wengi walikuwa wanatumwa na makanisa yao. Wananiuliza pale siku ya kwanza nafika. Wananiuliza una barua yoyote ya kanisa ulikotoka? Nikamwambia sina barua, nimekuja mimi kama mimi. Unaagizwa na kanisa gani? Nikamwambia hakuna kanisa gani niagiza, nimekuja mimi kama mimi. Na hakuna maelekezo yoyote. Leo unasikia wenzako anapigia simu na mchungaji wake. Hasa mtumishi. Angalia kama message hapo na kutumia gharama kama matumizi. Gharama matumizi shilingi ngapi kama mtumie kwa sisi na laki. Alafu uko wewe cha kutumaini sina ile damu yake kwa. Upako unao ile hela mna. Mungu anamwambia Mungu, wewe uliyemtoa kule na Mungu wakati wa kwanza na nilikuwa na jaji ya matumizi kwa shilingi 30. Nikamwambia Mungu, ninaamini na wewe ndiye msaada wako. Sina mwingine. Nikamwambia Mungu, nahitaji 30. Nilikuwa naomba kabisa. Yaani pale nifike eneo la pesa. Simwambie eti kwa nafanya kama upendaga. Bwana, nahitaji 30. Nakumbuka siku na Mungu tulikuwa tunaimba wanachuo, nilikuwa naongoza sifa. Nilikuwa naongoza sifa. Mtu mmoja akaja wakati wa kushangilia. Anacheza akachukua. Nikashangaa mtu ameshika mfukoni. Sasa mimi sasa ndio naimba huwa sina time, lakini sasa mkono mmoja kama vile mbona unataka leo fulani. Unajua kuna upako mwingine wao unaongezeka. Wao ndio unakania baba. Unaweza kuwa unacheza bodi. Na sasa kama unaweza kuruka. Unafanya juza nini? Kumbe makane. Ndio kuangalia mtu mwingine coach. Yule mtu ameweka shuka, ameweka 30 ili ile niliyokuwa. Sikuwa mimi nasomesha makanisa. Nilikuwa ni mimi na Mungu. Nikakumbuka kumbe Mungu alikuwa ananifundisha. Kwa sababu mimi target yangu ya kwanza nilikuwa nasubiri mpaka nijipande ndio niende. Kumbe nikakumbuka Mungu kuna wakati mwingine anakutoa mahali ili ujue kwamba mahali ulipo sio kwa Mungu. Ile ni kwa msaada wa yeye. Angalia ndege wa angani. Hawalii. Ninataka nizungumza kwamba chochote kije kwenye maisha ni kwa sababu tuna msaada. Amen. Upo msaada wa Mungu unaweza kukuvusha kwenye hali hiyo. Upo msaada wa Mungu unaweza kukuvusha kwenye